Okay, tunazidi kusonga mbele na episode ya 13 katika picture wanaita Swordship. The Lost Swordship hapa tena. Inazidi kusonga mbele mwanzo mpaka mwisho tena. Chini ya udhamini mkubwa kabisa wa JNR Mtita Unisex Saloon. Sexy Salon. Yes, ni offer. Wash and set kwa gharama ya shilingi 2000 tu. Offer ya gari kwa maharusi kutoka saluni kwenda kanisani au ukumbini. Bure kabisa. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Bei zetu ni nafuu sana. Na huduma za mobile salon zinapatikana kwa gharama nafuu kabisa. Tunatoa huduma za kupamba maharusi, kunyoa, makeup, manicure, pedicure. Tunanyoa nywele mitindo yote. Tunasokota dread. Tunafanya scrub. Tunaosha miguu. Tunaweka magic. Well, rich fashion. Tunasuka nywele mitindo yote. Tuna bond weaving na kadhalika. Ewe dada, pata offer bab kubwa ya punguzo la bei ya kusuka, kuseti na kuchana kutoka JR Mtita Unisex Salon. Kwa kusubscribe channel yetu ya YouTube JR Mtita Unisex Salon, follow na kucomment kwenye account yetu ya Instagram official JR Mtita_unisex. Tunapatikana Buguruni Rozana, mkabara na kota za polisi. Pia kwa Azizi Ali, barabara ya kwenda Tandika, mkabara na zahanati ya Mtoni na Temeke Sudan. Tupigie, tutakufata popote ulipo. Namba yetu ni 0745-884-112. Karibu JR Mtita Unisex Salon. Yep. Basi hakika Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, na ukitumia wema wake kwenda vyema, basi nawe utakuwa mzuri zaidi. Mambo yatakuwa vizuri zaidi. Nikukaribishe katika episode ya 13 katika picha nzuri kabisa kweli. Wanaita The Lost Swordship na Bablinyo hapa. Baba la baba, falme la kwanza lenye vidole 6 Tanzamoko, Tanza yetu Tanzania. Pale tulipokuwa tumeweza kuishia, ndipo tutakapoweza kuendelea na picha yetu nzuri kabisa kweli. Wanaita The Lost Swordship. Here we go. Tunasonga mbele tena. Mwanzo mpaka mwisho. Yani mwanzo mwisho, au sio? Yes sir. Bablinyo hapa. Naitwa Mr. Golden Voice. DJ 6 Fingers in the building in the 1 and 2. Kwenye 1 na 2 itifaki imezingatiwa. Kama kawaida tena, itifaki imezingatiwa vizuri sana tu. Itifaki imekaa poa. Itifaki imekaa vizuri zaidi na zaidi. Yeba! The Lost Swordship. Hapa tena tunasonga mbele. Najua kabisa kwamba tunaingia kwenye moto, lakini sisi ni watu masharti. Lazima tuwe na mpango mzuri. Akamba kama nini? Yaani ingia kwenye moto. Anaambia nataka kurukia kwenye moto. Mimi naweza kurukia. Wewe unaweza kufanya kamba ndio. Chali yako ana mpango mzuri sana tu. Mimi nashindwa kuelewa. Nia na madhumuni ni kwenda kumkomboa huyo bwana Mr. Tang. Tumwache binti aende kwanza kwenye hiyo sehemu, na sisi tutamwacha binti atekwe kirahisi. Zongjing, chukua timu kubwa pamoja na binti kuelekea huko mahali ambapo wao watamteka. Kwa muda mfupi tutakuwa tumeshajua mazingira, na sisi tutakuwa resource ya kwenda kuokoa. Binti hajaupenda huo mpango. Na wewe pia. Bado hata sijamalizia. Tianzeng na mwalimu watabaki. Old Ghost itabidi abaki hapa. Maanake wasiwasi wangu ni kwamba kwamba tusiye tukaingia kwenye mtego wote. Kwa hiyo wengine itabidi wabaki. Zongjing, wewe utabaki nje pamoja na vijana wengine. Basi tuende tukapambane. Akaambia tunataka tukawaangamize kwa sababu chali yangu unaonekana una morali sana. Tutafanya ambushi. Kama nikiua haraka mzee nitakusumbua kambe mimi. Sina shida kwenye hilo. Mimi nitawatafuna baadaye. Sasa hii ni zamu yenu. Zongjing, utakapokuwa unacheza nao kwa nje mimi nitakuwa niko ndani.
Mimi na uhakika tutaweza kusolve hili jambo. 如果我们有什么闪失， Kama basi tutafanya kosa lolote na tuko peke yetu itakuwaje? Akaambia sio rahisi. Mimi nawaua na ninachofanya ni kuiba ile peacock. Sawa? 就按一封的 Sawa basi, fateni mpango wa Yifeng. Binti yenyewe akashangaa. Babu kakubaliana na mpango wa Yifeng haraka haraka namna hii kwa sababu gani za msingi? 老师，我想发言。 Mwalimu, hamna shida. 大家最近的流水 Jamani kila mmoja 要走生， wewe ni makini sana na hiki kinachoenda kutokea. 说不定可能会有地震。 Binti naye anakubaliana na huo mpango na hamna cha kubadilika. 不过话又说回来， Alafu tena 我拿你做饵，你去 mimi wewe nakuchukulia kama chambo. Ndiyo maana wewe utakuwa kama chambo. 都没有怨言，我只 Binti anasema hakuna complain yoyote, mimi niko comfortable. Nifanye mimi kuwa chambo ni sawa tu. 学艺学人。 Awe Sunmin. Jifunze sasa hapo. Sheki Sunmin mwenyewe yuko wapi kwanza? Nilijua tu. 汤小妹， Tangzamei, 我的 wewe una shida yoyote? Kambia, Nani? mimi niko vizuri. 天征教主， Nataka wewe umwambie kuhusiana na mpango baada ya kuona. 除了我， Of course. Kasoro kumwambia kuhusu mimi. Yaani baba yako ukiongea naye mueleze kuhusu mpango. 向下挖100尺之后， Anasema huyu bwana mkubwa yuko vizuri sana kwenye hili jambo. Analisoma lile jiwe vizuri. Mr. Tang, ni muda sasa wewe ufanikishe kile ambacho mimi nakitaka. 把他带过来。 Ambaye mleteni huko. Inasemekana binti kakamatwa. Twende. 爹， Baba. Wakati mzee anazubaa pale shangaa. Baba. 是孝顺， Akaambia binti yako ameshakuja tayari. 身上就 Sasa 心的感觉。 Mr. Tang nafikiri kwamba 别帮这些歹人 akaambia baba usisaidia watu hichi kitu. 路上了， Hawa watu wanaleta shida. Wanataka kuharibu Juzian Mountain hawa. 救我们了。 Juzian Villa. Wataua watu wote. 定又旅途劳顿， Kaambia utaki baba yako atusaidie sisi unasema. Sasa inatakiwa wewe upate adhabu inayostahili. Baba! Baba hapana! Baba! Binti anamuita babake. Mzee anatakiwa kuwasaidia watu. Binti yake ametekwa. 这才是我的专 Anasema hii ni specialist yangu. 谋诡计， Nimeingia kwenye triki yako. 将教主的 Sasa unataka nikufunze 装糊涂。 namna ya kutumia hii silaha. 我劝唐先生还是准备好行装。 Nakwambia Mr. Tang uwe tayari. Basi baadaye mzee kabidi aletwe kuja kumwona binti yake. Baba, 爹， baba, uko salama? Mzee anasema mimi niko salama. 好好吃点饭。 Basi kula chakula kizuri mwanangu. Chakula kizuri ndo hichi. Anaambia mwanae ale chakula kizuri. 你不是说过是 Baba, 神兵 ukisema kwamba hizi silaha watu wataleta shida. 孔雀翎吗？ Kwani sasa unajaribu kuwatengenezea hii peacock? Akaambia mwanangu, lazima nifanye hivi. Lazima ufanye hivi. 喂啊， Nini unachotaka kufanya kwani? Mzee naye ana akili yake na mpango wake akamkumbatia mwanae. 你要不生在我们唐家， Anaambia, nashukuru kwa kuwa umezaliwa kwenye Tang family. Ambe baba una maana gani kusema hivyo? Maana yake binti yake ni very brilliant. Mtoto ana akili sana huyu. Ndio maana. Kisha mzee akatoka. Baba! Baba! Wakati huo jamaa zangu wako katika mpango kama ilivyo kawaida. Tulia. Kuna kikosi inapita kwa inabidi wabaki kwenye mpango. Wa stick kwenye the mission. Kikosi inaingia ndani. Yaani walitakiwa ipate kikosi kama hiyo ivamie wachukue yale mavazi waingie ndani. Sasa inabidi waende kimya kimya. Mara ghafla mtetemeko unatokea. Unaambiwa ule mlima sasa unaanza kutetemeka. Watu wanashangaa ardhi inatetemeka. Nini kimetokea? Volcano inaonekana kama tayari imeshaanza kuleta shida. Binti wa Mr. Tang yuko ndani. Kwa inabidi tuingie kumsaidia binti wa Mr. Tang pamoja na Mr. Tang. Sasa wanakuja kwa nguvu zote. I say, wanafanya uvamizi wa wazi. Halo. Uhoi, kimeumana. Bablinyo. Machali zangu wanakiumanisha namna hiyo. I say. Chali yako huyu hapa.
Yeye ana habari na hawa, anahama veni kwa veni tu, huku watu wanachinjwa, sio mchezo. Wakaendelea kuzama ndani. Volcano huku unaambiwa inachemka namna hiyo. Inabidi binti wa Mr. Tang asaidiwe. Baba yake na binti yuko ndani. Ase, kaamua kujitoa muhanga. Huko ndo kunaitwa kujitoa muhanga. Wakati wa jamaa anakuja, Mr. Tang, unajua kama napambana maadui? Bado unafanya kitu kama hicho? Ni bora kanifundisha hichi haraka sana. Kambe mkuu, hapa umeshakosea tayari. Sasa ni juu yangu kufanya maamuzi, kustopisha au kutokustopisha. Kambe nimeshafanya development ya Peacock. Toka haraka. Ambia mimi na wewe hatutakuwa katika haya maisha tena. Nataka ukumbuke kwamba nishachimba hatua za kutosha. Sasa unafikiri kuna distance gani? Yani hapo kuna hatua ngapi kutoka hapo? Mr. Tang, tafadhali toka huko. Anasema mimi nitazikwa na hivi vitu hapa. Na ndio itakuwa ndo siri ya Peacock, itakuwa imeishia hapa. Ambia ni aibu sana, maisha mtoto wangu yameishia sehemu ndogo, hajafikia ndoto zake. Binti anaita msaada. Walishafika tayari. Tangal, twende haraka. Hapana, inabidi nimsaidie. Kabla usaidie nani? Twende huku Tangal. Binti inabidi aondolewe, mtoto wa Mr. Tang. Jamaa naona hii issue inaenda kuwa mbaya. Mr. Tang ameamua kujimalizia pale. Kajitoa muhanga. I say, anataka kumaliza hiyo Peacock mazima. Hello? Ngoma ikablow up namna hiyo. Sasa chali yako kakimbia mpaka huku. Mr. E, bwana akamfunga lile lango. Ina maana Mr. Tang habari yake inaishia huko. Sasa wanakutana maadui wawili. Wewe Fara, sijui kama nitakukuta hapa. Umemfungia Mr. Tang na umeingia kwenye mpango wake. Yaani sikutegemea kama wewe utakuwa ni kibonge namna hii. Akaambia unaogopa nini wewe? Akaambia mtu anatofauti na mimi. Unamwongelea Lauli. Awe sikiliza dogo. Unajipa wakati mkubwa wewe mwenyewe bure tu. Yaani unajipa nguvu bure tu. Akaambia leta loko. Akaambia hapa hapana faa kudili na wewe. Yaani kwangu mimi inatosha kudili na wewe katika hali kama hii. Dogo anakuja. Kwanza katupa mashine hiyo. Bablinyo. Sasa hey, bring it on. Ili jitu ni hatari, unaambiwa. Yuko fiti kalikiti. Asa hapa amekutana na chali yenu. Chali yenu anajaribu na kujaribu, lakini mashineni. Yes. Hey, check linavozunguka. Hizo hapo. Hello. Wewe. Aliyeya. Say. Hiyo inaitwa nakugusa. Dogo anakuja. Akse. Huyu jamaa sio wa kitoto huyu. Na sio kumchukulia masiara. Dogo aliguswa. Alimgusa bwana mdogo. Kaona sasa na hata zile silaha kule. Sasa itakuwaje? Afu jomba anazitupa hizo silaha kwake, sio usable. Chalika vuta zingine. Hizi ringi hizi unafahamu vizuri Yerra! Anaiunganisha mashine hiyo. Hello! Sir! Iyo hapo! Ni ngumu kudili na hii mtu. Dogo alijua kudili na hii mtu ni kazi. Rusha mashine hiyo. Kazuia na nguvu zake, lakini wapi? Alizabu nzito hiyo. Oh, ni dhaifu.
Anasema inawezekanaje? 你怎么能接住我的飞环？ Unawezaje kushika hizo ring zangu wewe? Akaambia wewe unafikiri haiwezekani? Zuo Ruzan, 逼着你的。 Zuo Ruzan kakufundisha wewe? 还有更 Akaambia kuna vitu vingi kati yako wewe na mke wako. Unataka kujua? Kwa hiyo ina maana Zuo Ruzan ndo kamfundisha. Yaani manzi yake. 太令我失望。 Akaambia umeniuzi sana tu wewe. Yaani katika muda wote huo bado hujajifunza upanga. Inge linacheka. Yifeng, 我们再纠缠下去， bado tunaendelea kufuatiliana. 不归剑。 Akaambia sitakufa. Guswa tena nyingine. 不想再见到你妻。 Ina maana hutaki kumwona mkeo tena. Bado ase. Chale yako anajiuliza na maana mke wangu atakuwa mfundisha mzee upuuzi. 帮过你是吧？ Ambaye unaniambia mimi nikuache. Unafikiri kwamba utapita kwenye hili? Ni ngumu sana. Kamba uwezi kunipiga. 丧于此， Kama ningetaka ufe ningeshakuua leo. Lakini nataka ukajifunze. 机会 Sasa, kwa baadaye usije ukanilaumu mimi. Nakupa mwezi mzima. Je. Kajifunze huo upanga. Mwezi ujao na kusubiria wewe katika sehemu ya The Heavenly. 成了 Wanapaita Heaven Church of Wind. Hapo ndo sehemu ambapo utakuja na utampata mkeo kama endapo utanishinda. Ukija kwenye hiyo sehemu, mke wako na kurudishia. Kama utafanikiwa kunipiga hiyo siku na kurudishia mkeo. Bwana, twende katika episode ya 14. 13 imekwisha, 14 inafuata. Hii hapa wanaita The Lost Swordship.